Good evening and welcome back to Friday Briefing on this Christmas Day. I hope you had a good day and are continuing to enjoy the evening. I sure am with my guest anchors. Today we're doing double co-hosting, Jemutai, and perhaps you've seen them in the Churchill show as well as Professor Hammo. Guys, it's so good to have you with us. Wow, sisi ndio tunajibaba. Munajibaba? Mimi nasikia vizuri sana. You know, this is a rare opportunity. Is it? Hii ndio vitu ambayo Rado wangu akiniona silipi rent January. Look at me. Niko hapa. I'm doing good in Nairobi. Thank you. Thank you. Kusumbuanga. Unafikiria ni mimi? I'm speaking on behalf of many people out there. Watu wengi wanasema, I speak on behalf of people. Yes. Wewe ndio kusumbua. Mimi ni mbio tunataka kwenda Boston next year. Next year? So wakiniona hapa watanipea chance. Mazoezi gani umekuwa ukifanya? Kutoroka deni. Unatoroka deni kabisa. Unatoroka nini? Deni. Acha nikwambie huyu kitu anaweza kibia peke yake. Labda akibilie Bwana. Yesu. Wacha nikimbilie Yesu basi. Na umepata Bwana? Bwana ni Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na mzao hapa chini. Huyu alienda mbio, sijui kama ata win gold next year. Alitoroka kabisa. Tuko na shida. Hamo, ulianza comedy aje? Hebu tuambie kwanza. Let me tell you. Kuna vitu huwezi anza. Unajipataka nazo. Okay. Kibelebele hata ndo naambia watu I talk to children out there. Ni ukiona mtoto wako kuna uguruki ya aina fulani. Uguruki yani tu vitu tu tabia tu ajabu. Invest in that child. Invest. Huwezi jua nini yako nayo. So yako ilikuwa ugoroki? Ni ugoroki. Ulikuwa unafanya nini? Tu vitu tu ajabu like unajua kwetu acha nikuambie tuko wengi. Tuko watu 8. So my mother alikuwa genius. By the way, you are calling someone genius here. Mama yako alikuwa genius because alikuwa na ujanja ya kutaka kujua mali kila mtoto wako. Unajua ukiacha watoto wadogo kwa nyumba wanyamaze, you know they are doing something fishy. So kazi yake ilikuwa ni ya kutuchangamsha. Akianza kuita, si anataka kuita bogo, anaita kila mtu kabla kufikia Kenya kila mtu ataitika kwa hiyo nyumba. My only job ilikuwa rahisi. Kwa hiyo harakati ya kuitwa nilikuwa naitika nikiendelea na ile kitu nafanya. Uguruki yangu. Kama nilikuwa nanyonya maziwa, naendelea kunyonya. Nikiitika. I was so good. I knew. But over time, I invested in it. Uguruki huo. I invested quite heavily. Na sasa imebea fruit. Ndio the fruits of the uguruki. Of the labor. Of the labor. Angalia. This is what I'm saying. Jemutai yako ilianza aje? Chani. Ilianza kama exercise, lose weight. So hiyo chani kidogo watu wananiambia, "Jemutai utaona kweli?" Unanichekesha. Nikajua kama lose weight nachekesha mtu hivi nasichoongea na nikianza kuongea. Si ndio hii niko hapa sasa. Ndio tu hapa. Sasa ndio hiyo chani ikanifikisha hapa. But the beauty of our nation by the is that we embrace a lot of uguruki. Angalia tu. Juzi niliona like in parliament. Mtu anaulizwa a very simple question. Kwanza nyinyi ndio mnaoulizaga. Sio kwa ameketi hapa. Unaita mbunge na unamuuliza so do you think what you said was insightful? Do you think it is inciting violence? Right. And he looked at the camera and said, thank you very much for that question because first of all I want to say thank you because good questions are the great cornerstones of every answers. And I'm saying every democracy needs good questions. Why? Because good questions are directed to the right people. Can take you even further than where the question was leading. Thank you. Any other question? Amekwambia juu ya good question. Amekujibu. Amekusifu. Ndio nakwambia we need to celebrate these people. We need to celebrate it as a nation. Ni kweli Jemutai? Wafanywe siku yao kama Moi Day. Iko yao kucelebrate hao tu. We just bright people. Watu wajaja. Ukweli kabisa. Our leaders. Okay. Watu wajaja. Umeenda ukafanya comedy watu wacheki? No. Unafanyanga nini kama comedian ikienda hivyo? Well, kama ikienda hivyo? Kumekauka kwa mbele ya watu. Wacha nikwambie. Professor. Comedians na bankers we share the same thing. Unajua bankers unaweza andika check uende bounce. Ni the same na hiyo joke unaweza chapa joke. Ikurudie. Ikue bounce check. Sasa ikikurudia. Unajichegelea tu. Unajichegelea na unasonga.
Hauwezi kaa hapo maista ati watu wakucheka. You keep moving. Let me tell you. Songa As tu. much as I want to speak something very serious, kuna kaujiga tu katatokea. Sio ati ni kitu mtu ajuaje itoka wapi. Yeah. Si lazima. You know, shida ya watu ni kusema this is my joke. Yeah. Hakuna joke. We talk about serious. We talk about very serious things. Yes. Very serious things. But ina nini confused way. In a confused way. Kama gani hivi? Unajua kuna kitu nilikuwa naambia watu. Kenyans tumejifanya ati we are fighting corruption. What we are doing is we seem to be fighting corruption. No? So what we need to do, we need to kuwa na ofisi ya hongo kwa mfano. Ukweli kabisa professor. Receptionist ni yeye. Unasikia anapigia yeye nini? Ukijua leo jioni kuna alcohol kwa barabara. What do you do? Pitia kwa ofisi ya hongo. Lipa. Chukua risiti. Yeah. Uko umedeal na hiyo maneno. Maliza. You already ikia mali. Zibabe, jizikije ukitoka. Kitoka vizuri ukutane na polisi. Wakikusimamisha simama. Receipt. Onyesha receipt. Umeleo. Ndio kweli kabisa. Sioni hata barabara. Lakini nimelipa. You have paid. Hongo ishalipa. Na ingekuwa taxable. Do you know how many billions of money inaenda wasted? Hii tunapatiana kwa barabara na haina risiti. Hata wao wenyewe hawajui ienda wapi. You know, it's interesting as you're saying that kurudi kwako Jemutai kwa sababu hatuonangi too many. Now we are seeing more and more female comedians wakitokelezea. Nini inakujaz na hii kazi yako? We. Hii ni kazi. Unajua mimi bado natafuta kuwa mkimbiaji. Juu watu nyumbani wanangoja gold. So sijui itanipea lini gold. Wacha tugoje. Nini imekuwa highlight yako so far? So far nimekuja KTN saa hii. Tumekufurahisha. Hii mwaka ni wasichana wa Nairobi. Kwa nini? Hai wasichana wa Nairobi. Saa hii mtu anasema unajua ni birthday ya Yesu. So na imagine kama Yesu angekuwa hapa physically, tunajua anaishi Lang'ata. Vile wasichana wangetusumbua hapa. Ungepata wawili wanaulizana, "We, je yako na birthday wapi?" Amekuinvite. Mimi naenda tu juu ya miracle ya kuwa na hips. Wangetusumbua sana wasichana. Sasa tunamuita J yako na birthday. J yako na bash. Na kuna nini? Hii wanaitanga nini? Tei. Ni tei professor? Tei. Ingetusumbua sana. Sasa angesema anaenda. Kuna tei ati kuna tei, lakini si unajua J na ile mambo ya gali inaweza badilisha machi kuwe tei. Wangetusumbua sana. Ingekuwa moto. Ndio maana nashukuru Mungu hayuko hapa physically. Wacha tu celebrate birthday yake akiwa hayuko physically. Ume celebrate? Ukafanya aje? Ilikuwa siku mzuri kabisa. Prof. Lakini kama umestuka. Mimi yani mambo hapa unajua mimi nilikuwa najaribu kutafakari. Kama Yesu angekuwa anaishi saa hizi. Una imagine siku ile Joseph alienda akaambiwa hii my dear. Niko na mimba. Hii mimba si yako ni ya biguni. Ejo Gabriel alikuja. Kama ni Joseph akianguka angeokotwa Golgotha. Ati nini? Ati uko na mimba okay. Na sio yangu. Ni ya nani? Ni ya Ejo Gabriel. Ejo azin malaika mtu alikuja na hii mabawa. Akakuja hivi alafu akakuambia okay. You believe aza tena. Please tuanze tena. So ilianza aje? Hii relationship ilianzia wapi? Mlikuwa na WhatsApp group. You know things like that. Unajua lazima kukue na mali imeanzia. Kielelezo mlitoana wapi? Facebook alikuona akalike page au akakutumia request. Inbox. No. Kuna takiwa kuwe na sequence. It makes sense. Mimi nakwambia yenyewe mambo ya biguni. Ndio maana tunashukuru hayuko physically. Kuna vitu kanga kwa physical tungekuwa na shida nyingi. Wasichana wa Nairobi wangetusumbua. Sasa hizi vitu za macho mmetusumbua nayo. Gani hizo? Hizi mnaweka hapa alafu mnapaka kala grey na kama mtu amevaa mabati. Roofing kwa macho. Galvanized. Lashes. Ya bana. Galvanized. Wametusumbua. Wewe professor. Mimi nilikubali. Kwanza hata si wasichana. Na wanaume ni nini hawana mshipi? Mshipi gani? Mbona wanafalia nguo hapa chini ya nini? Thought waliacha hiyo mambo kusag ile ya nimeona mwingine sasa nikikuja hapa. Na unajua nachuuliza unafaa alia hapa na inafunika kiatu. Sasa mwili sikia baridi ufunike kiatu.
Sinataka mwili baridi ingie. Hapana. Watu wafai nguo. Na wanunua mshipi. Hii Nairobi kuna watu wa aina zote. Ni wagani wanakufurahishanga zaidi? Wale wanajifanyaga. Unaona ukiwa na shida, ukiwa na ngoli kwa maisha, shida. Ukiende mtu mwambie, kuna best yako hapo alifiwa. Anajitoaga kwa hiyo story. Anakwambia, mazee strong, mungangane tu mtu yangu. Najua kila kitu zina happening everyone. Lakini the same person mkujie na story ya pesa. Mwambie baadaye ile check yangu ya milioni ilitoka. Anajigiza kwa hiyo story, unasikia mtu yangu akitumetoboa. Tumetoka kwa shida mtu yangu. Tumekuwa successful. Maombi. Ni pesa ni. Sisi tushikanaga hivyo hata kwa shida. I wish together. We would have gone far. Together bali. Watu wanakuja wanasema we are together, united. Asante kwa bi. There was a problem kitambo. Kitambo tulikuwa tunajuaga ukipata A unakuwa daktari. Leo tu kuna mtu hapa ameniuliza hiyo swali. Unajua mimi, let me tell you why I became a comedian. Let me tell you, I met my uncle. My uncle is a very wise man. Very wise. Alikuja siku moja, but he's a drunkard. So sasa zingine anakuwa na ututushida. So he told me words that took me back there. I became a professor because of those words. He looked at me and said, Habo, one of this, and I'm just saying, you become, you just fish. Those words changed my life. You can take them anywhere, please, and they will change your life. And they change your life? They will change your life. What changed yours? Hakukuwa kama hiyo. Hukuwa na anko. Alikuja mbio. Ni situation. Kama wa makanga wa Nairobi. Wanajifanyanga wise men. Unajua wise men wa Biblia tu. Unaingia kwa matatu. Hii ya kwenda hapa juu inaitwa aje? Hii Embasava. Yes. Hii inaenda hapa juu. Embakasi. Yes. Unaingia unapatia mtu 200. Sekunde 2 chaisha anakuuliza umenipea pesa ngapi? Plan yake inakuanga nini akikwambia? Si wanajifanya wise men ndio waambie 50 bob. Wakule yani wabakia na hizo nyingine. Na watu kabisa. Wise men. Ni memory lapse. Watu ni wengi kwa matatu. Yes, sekunde 2. Matatu. Na ingekuwa ile gari ya moshi. Angesahau ngapi? Okay. Hiyo ni swali ya kipekee. Hiyo lazima niandike hapa. Ama ndege hapa. Sophie. Lakini kama kuna mtu anafanya kwa bank, I wish, wacha nikuambie, swali yangu tu, mnatakaga tutumie pesa ama tu save? Kwa sababu unajua pesa inakuogeleshaga. Ushailipwa pesa inaanza kuogelesha. Aje. Unakuwa na jaya tu vitu tu upuzi kama baga. Inakugiza tu tujaa tu inakwambia tu vitu. Ndio maana mimi nachukua hiyo pesa napeleka kwa bank. Na iwacha safely. Ndio nitoe kwa hiyo shida ya kuniongelesha. Alafu immediately mnanitumia message, I can withdraw money from my account using my phone. Now, nani adanganya mtu? Ni nani adanganya nani? Because I do not understand. Mimi niliwaletea pesa mkae nazo. Why are you telling me naweza ipata tena? You know, unataka tu save ama tuharibu? We need to be clear. We just need to be clear. But kuna mahali inanifurahisha. Ushaijipata umepatiwa check. Kaeka kwa bank. Alafu after siku 2 unaenda kwa ATM. Naigiza kadi. Inakuandikia actual balance 340,000. And ile available balance 0.10 shillings. Unashindwa. Nani amechukua hizo zingine? Mimi baka nilipiga selfie na hiyo kitu. Kapelekea landlord nikamwambia haya. Akisiati nimesota. Angalia. Ni kumachua bado. It is just machua.